mjomba wake wa damu, alimfungia mtoto mdogo ndani ya shimo la taka lenye giza totoro. Akamwacha huko ili aoze polepole na kufa. Kila alipomwona akijaribu kuokota makombo ya chakula, alimrushia mateke kama mpira wa kandanda. Hakumwona kama mtoto, alimwona kama mzigo, kama mtumwa, kama kitu kisicho na thamani. Lakini swali ni moja: ilikuwaje mjomba akawa adui mkubwa wa damu yake mwenyewe? Ungana nami katika simulizi ya kusikitisha yenye hila, uchawi na haki. Simulizi ya Tabasamu la Nyoka. Kumbe ndani ya moyo wako umejaa chuki. Katika kijiji tulivu cha Kigogo, kulikuwa na ukimya mzito uliobeba siri nzito zisizoonekana kwa macho. Nyumba zilikaa kimya kana kwamba zilikuwa zinajua kilichokuwa kinafanyika, lakini zikachagua kunyamaza. Ndani ya kijiji hicho aliishi kijana mdogo aitwaye Baraka. Baraka alikuwa yatima. Wazazi wake walifariki katika ajali ya gari miaka michache iliyopita, na dunia ikamgeuka ghafla. Baada ya msiba huo, Baraka alichukuliwa na mjomba wake wa damu, Bwana Zungu, kaka wa mama yake mzazi. Kwa macho ya wanakijiji, Bwana Zungu alikuwa mtu mwema, mcheshi, mchangiaji kanisani, mwenye maneno matamu na tabasamu la kuvutia. Lakini tabasamu hilo lilikuwa kama la nyoka. Pindi tu mlango wa nyumba ulipofungwa, Bwana Zungu alibadilika kabisa. Ndani ya nyumba hiyo, Baraka hakuwa mtoto, alikuwa kijakazi, mtumwa na mzigo usiotakiwa. Kila alfajiri, kabla hata jogoo hajawika, Baraka alikuwa tayari ameamshwa kwa makelele na matusi. Aliamriwa atembee kilomita 3 kwenda kisimani kuchota maji. Akirudi akiwa amechoka, hakuwa na mapumziko. Alipewa nguo chafu za mke wa mjomba na watoto wao Kevo na Tatu, afue kwa mikono mpaka vidole viume. Wakati watoto wa mjomba wakikaa mezani, wakinywa chai ya maziwa, wakila mikate laini, Baraka alikaa pembeni akitazama. Chakula chake? Viporo vya ugali vilivyokauka, na mara nyingi hakupata hata hivyo. Njaa ikawa rafiki yake wa kila siku. Mwili wake ukapungua, macho yakazama na sauti ikapoteza nguvu. Majirani walipouliza kwa huruma, "Mbona mtoto amekonda hivi?" Bwana Zungu alijibu kwa sauti ya unafiki, "Huyu mtoto anaumwa ugonjwa wa ajabu sana. Tunajitahidi kumtibu lakini hatuelewi." Lakini ukweli ulikuwa tofauti. Ukweli ulikuwa ni ukatili uliovaa nguo ya huruma. Siku moja, barua ilifika kutoka mjini. Ilikuwa imetumwa na kaka mkubwa wa Baraka, aliyekuwa anaishi mjini na alikuwa na maisha mazuri. Ndani ya barua aliandika, "Nakuja kijijini kumchukua Baraka. Nataka nimpeleke shule ya bweni na aanie maisha mapya." Habari hii ilimtetemesha Bwana Zungu. Aliogopa mambo mawili: aibu, mateso yake yangefichuliwa; pesa, kwani kaka huyo alikuwa akituma pesa za matunzo ya Baraka ambazo Zungu alikuwa anazitumia yeye. Ndipo mawazo ya giza yakamjia. Siku iliyofuata, Bwana Zungu alimuita Baraka kwa sauti ya upole bandia. "Baraka mwanangu, leo twende bondeni tukatafute kuni. Nataka nikufundishe kazi za kiume." Moyo wa Baraka ukaruka kwa furaha. Akaamini mjomba wake amebadilika. Walitembea hadi msitu wa mabwepande, sehemu yenye mapango na mashimo ya zamani ya machimbo. Walipofika karibu na shimo refu sana, Bwana Zungu akasema, "Chungulia ndani uone kama kuna asali." Baraka alipoinama tu, paa! Alisukumwa kwa nguvu. "Kufia huko! Mali za dada yangu ni zangu. Huna haki ya kuishi." Bwana Zungu alikimbia, akimwacha Baraka akipiga kelele, giza likimumeza taratibu. Kwa bahati nzuri, shimo halikuwa na maji. Lilikuwa na majani makavu yaliyopunguza mtonyo. Baraka alivunjika mguu
lakini hakufa. Usiku ulipoingia, alianza kulia kimya kimya, akidhani huo ndio mwisho wa maisha yake, lakini Mungu alikuwa bado hajamwacha. Mzee mmoja mwindaji, Babu Kidevu, alipita eneo hilo na mbwa wake. Mbwa wakaanza kubweka kuelekea shimoni. Kwa kutumia kamba, Babu Kidevu alimtoa Baraka akiwa hoi. Baada ya kusikia simulizi lote, Babu Kidevu alisema kwa hasira, "Kesho uovu huu utalipwa kwa haki." Usiku huo huo, Bwana Zungu alienda kwa mganga. Akapewa hirizi na kuambiwa, "Ifukie mlangoni. Mtu atakayekanyaga ataamini kila usemacho." Lakini hakujua kuwa mtoto wake mwenyewe Kevo alikuwa ameona kila kitu. Kwa kimya, Kevo aliifukua hirizi, akaenda kuitupa kwenye shimo la choo. Akaweka jiwe la kawaida mlangoni. Asubuhi, gari la kifahari likaingia kijijini. Kaka yake Baraka akashuka. Bwana Zungu akaanza uongo wake. Baraka alitoroka, mtoto mkorofi sana. Lakini kabla hajamaliza, Baraka aliingia akiwa ameshikwa mkono na Babu Kidevu. Ukweli ukafichuliwa hadharani. Kevo naye akasimama na kusema, "Baba, acha uongo. Niliona kila kitu." Polisi wakamchukua Bwana Zungu. Kijiji kikamzomea. Baraka akaondoka kwenda mjini. Akaenda shule. Akaanza maisha mapya. Na tabasamu la nyoka likageuka kuwa machozi ya aibu. Nilikuita baba, ukaniona adui. Machozi ya yatima, Mungu anayajua. Gitaa likilia